Tunafahamu ya kwamba maradhi tumeumbiwa binadamu, ni kweli. Yapo yanayohepukika, lakini pia yapo yale ambayo huwezi kuyahepuka, ni kudra zake tu Mwenyezi Mungu. Watoto hawa mnaowaona hapa wapo waliozaliwa wakiwa salama kabisa, na wazazi wao wakifurahi kujifungua mtoto akiwa salama salmini. Lakini baada ya muda, katika hatua za ukuaji wa mtoto, anakuja kugundua kuwa ana tatizo. Ndipo analazimika kumwahisha hospitali kupata uchunguzi wa kitaalamu. Inakuja kugundulika mtoto ana tatizo kwenye kichwa na anahitaji kufanyiwa upasuaji, ambao kwa hakika unagharimu kiasi kikubwa cha fedha. Hapa walio wengi wanakabiliwa na tatizo la kichwa kikubwa na mgongo wazi, tatizo ambalo linatajwa kuwa linaepukika iwapo wajawazito watafuata maelekezo ya kitaalamu. Sasa taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo ya Muhimbili MOI ndio kimbilio kuu la wazazi wenye watoto wenye tatizo hili, ambapo kupitia kwa ofisa ustawi wa jamii wa taasisi hii Teresia Jacobo, yeye anatueleza ukubwa wa tatizo hili na sababu zinazopelekea kuwa na ongezeko la watoto wenye vichwa vikubwa na mgongo wazi. Na nisiishie tu hapo, nitoe rai kwa jamii kwamba ongezeko la watoto hawa kuzaliwa bado linaongezeka. Basi wamama wote ambao ni watarajiwa kwenda kupata watoto, wanatarajia bado kwenda kuendeleza uzazi na kupata watoto, wajiandae miezi 3 mpaka 6 kabla hawajashika ujauzito, waweze kutumia virutubisho vya folic acid na waweze kwenda kliniki mapema miezi 3 mpaka 6 kabla hawajashika ujauzito, ili waweze kupata ushauri kwa wataalamu namna sahihi ya kuweza kujiandaa na kuweza kushika mimba, ili kupunguza tatizo la hili la watoto wenye ulemavu wa kichwa kikubwa na mgongo wazi, kwa sababu tatizo kubwa linalosababisha ni upungufu wa virutubisho vya folic acid. Kutokana na idadi kubwa ya watoto wanaokabiliwa kuwa na tatizo hili, kwamba hutokea kwenye mazingira duni hasa huko vijijini, huku ikidaiwa kuwa wapo wazazi wanaoamini kwenye tiba za asili, bado ofisa ustawi Teresia anatoa rai kwa jamii juu ya masuala haya ya kuamini zaidi kwenye tiba mbadala. Kwa sababu gharama za operation za watoto ziko juu. Mtoto mmoja gharama yake ya operation inaenda mpaka shilingi milioni 2. Kwa hiyo basi wakiwa kama wadau, na tunaona watoto hawa ni watoto ambao wanaozaliwa kutoka katika mikoa mbalimbali, na wengi wanatoka vijijini sana. Wanapitia unyanyapaa, wanapitia changamoto nyingi, kiasi kwamba ikitokea mtoto huyu amezaliwa kijijini kabisa na amekosa gharama za matibabu, basi anaishia kupelekwa kwa waganga wa kienyeji. Basi nitoe rai kwa jamii, endapo atamwona mtoto yote mwenye changamoto ya kichwa kikubwa mgongo wazi ambaye yupo katika jamii na hajapata matibabu, basi wamlete kwetu kwenye taasisi ya MOI, tutampokea na mtoto huyu atapata matibabu. Na hata kama atashindwa kulipia gharama za matibabu, wapo wadau wengine kama hawa waliokuja kutoka kanisa Katoliki la Mtakatifu Cecilia, basi watajumuika kwa pamoja na wadau wengine, basi tutahakikisha mtoto huyu anaweza akapata matibabu. Nikalazimika kufika wodini kuwajulia hali na kuzungumza na wazazi ambao watoto wao wanapitia changamoto ya maradhi ya vichwa vikubwa na mgongo wazi. Wapo ambao tayari wamefanyiwa upasuaji na wengine wanasubiri siku ya kufanyiwa upasuaji. Nimetokea mkoa wa Tabora, wilaya ya Sikonge. Na kijiji kimoja kinaitwa Kitunda. Mwanangu nimefika hapa kama tarehe 20 mwezi wa 8. Nimezunguka, nimepata vipimo, lakini popata vipimo nikafika sehemu nikaishiwa hela. Ikabidi nimfuate mdada mmoja anaitwa Teddy. Kumfuata mdada mmoja anaitwa Teddy, nimeendelea na yeye akanielekeza pale pa kuishi, nikaenda kwenye watoto walemavu. Nimekaa hapo, ikabidi nianze kufuatia tena vipimo. Nimepima kama vipimo viwili. STT alaye, ikabidi nifanywe operation. Nimeingia wodini Alhamisi, Ijumaa nikafanywa operation. Nilipofanywa operation nimekuja, imefika saa 11 mtoto akazinduka. Lakini namuona anaendelea vizuri, nashukuru Mungu sana. Wamenipa dawa, wamemchoma na sindano. Namuona anaendelea vizuri. Hadi sasa hivi. Nashukuru sana Mungu. Namshukuru sana na yule aliyonipokea, ameweza kunisaidia. Nimekuja hapa siku ya 3 leo. Mwanangu anaonekana na changamoto, maji yamezidi kwenye kichwa. Kwa hiyo wamefanya vipimo, amesema anaweza kufanya operation siku ya Jumatatu. Namshukuru Mungu kwa sababu nilikuja hapa alikuwa hafumbui macho, lakini kwa baadhi ya matibabu aliyopatiwa anaendelea vizuri. Sasa kuna huyu mwanamama anaitwa Rehema Ndahame,
ambaye ni mwenyeji wa mkoa wa Dodoma. Huyu alipatwa na mkasa wa ajali ambaye ilipelekea kuvunjika mguu. Akajikuta yupo Moi. Anatupa simulizi la namna alivyopata huduma na maendeleo yake kwa sasa. Mimi wa Dodoma, ila na babangu kashazeeka, anakaa na dada tu. Mimi nilikuwa nakaa Kunduchi Mtongani, nilikuwa nimepanga na wanangu. Ndo kuna mdada rafiki yangu ndo akanichukua, nipo Chanika ndo nakaa naye ananisaidia, na yeye ni mgeni ila ni wa Arusha. Akipata chochote ananiambia nauli hii hapa, nenda nayo Muhimbili. Nasema asante na shukuru. Nakuja huku Muhimbili. Sasa nilivyokuja huku Muhimbili, nikiangalia madeni ambayo nilikuwa nadaiwa paka nilikuwa nakaa mimi, nitafanyaje paka nitolewe? Sina hapa hata hela. Babangu na mwenyewe kashazeeka kule, nitaendeleaje? Ndo akatokea huyu mdada maskini ya Mungu, na shukuru kwa msaada wake. Toka juzi nipo huku na mwanangu, nimekaa tu nalala. Hela ya kula yeye mwenyewe anasema shikeni hapa 5,000 mtakula. Sema haya. Ndo jana usiku akawa anazunguka. Ndo akaja daktari mmoja na shukuru, ndo akaja kunitoa haya maviuma. Nasema hivi, nashukuru kwa msaada wenu, na nyie Mungu awaongoze, Mungu awabariki sana. Kama tujuavyo, Moi wanashughulika na upasuaji wa mifupa na ubongo, ambapo mahitaji ya damu ni makubwa sana. Sasa nalazimika kuzungumza na mtaalamu wa maabara katika kitengo cha ukusanyaji na uchujaji wa damu hapa katika taasisi ya Moi, Carlos Peter. Kwanza kujua kiasi cha damu wanachokikusanya kwa siku ni kiasi gani? Taasisi yetu kwa jinsi ilivyokaa ni taasisi ambayo mara nyingi tunapokea wagonjwa ambao wana uhitaji wa damu, kwa sababu tunapokea wagonjwa wenye majeraha ambao wanakuja kama emergency, lakini pia hapo tunao wagonjwa mbalimbali ambao wana uhitaji wa damu kwa ajili ya operation kama vile za migongo, watoto wa vichwa vikubwa na kadhalika. Mahitaji na matumizi ya damu kwenye taasisi yetu kwa siku tunahitaji takriban uniti 25 mpaka 29. Wastani wa uniti 30 walau zinaweza zikakidhi mahitaji yetu. Na kwa upande wa ukusanyaji wa damu kwa siku, ndugu wa wagonjwa ambao wanakuja kurudishia, tunaweza tukapata idadi ya wastani wa ndugu wa wagonjwa 5 kuja kuchangia kwa ajili ya kurudisha. Lakini makusanyo makubwa ya damu tunategemea kutoka kwa wanafunzi mashuleni, makanisani na misikitini. Je, kwenye zoezi la ukusanyaji wa damu kuna changamoto gani ambazo wanakumbana nazo? Kuna damu zina changamoto moja. Kuna kipindi unaweza kuwa na uhitaji wa grupu O positive, lakini kwenye benki yako una A positive na AB positive. Kwa hiyo hata upatikanaji wa damu unaweza kukusanya damu nyingi, lakini ukakuta baadhi ya magrupu ni machache. Kwa hivyo upatikanaji wa damu unaenda nao kwa vipindi. Kuna kipindi utakuwa na A positive nyingi, lakini wewe mwenyewe unaweza kuwa na mahitaji makubwa ya O positive, au ukawa na O negative, O positive nyingi, kipindiko A positive hakuna. O positive na changamoto kubwa kwa grupu la O positive ni kwamba anaweza akawapa magrupu yote mengine. Kwa hata kama likiwepo, kama kuna grupu ambalo linapelea, inatakiwa wale wagonjwa wapewe grupu O positive. Kuna kila sababu ya kila Mtanzania kutoka kushiriki katika mazoezi haya ya kuchangia damu. Kila mmoja ajione kama ni mhitaji wa kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo tushirikiane katika kuchangia damu, kuhakikisha wale wote wenye uhitaji wanapata huduma stahiki na hawacheleweshi kupata huduma tiba ya damu. Uniti moja ya damu ukichangia inaweza kuokoa mpaka watu 3 kama ile damu itaweza kufanyiwa vitenganishi. Kwa hiyo tunawashukuru sana, uhitaji wetu ni mkubwa sana kwa wagonjwa wetu ambao wamepata ajali na wagonjwa ambao wana saratani, watoto wadogo ambao kama wana kichwa kubwa na mgongo wazi wana uhitaji sana. Tunatoa wito kwenye jamii na wenyewe wajitoe, waendelee kuchangia. Uchangiaji wa damu wa hiari ndio tunaukusudia zaidi. Elimu iende kwenye jamii kwamba kwa mwanaume anatakiwa achangie kila baada ya miezi 3 ambao ni mara 4 kwa mwaka, na mwanamke anatakiwa achangie kila baada ya miezi
4, yani maanisha mara 3 kwa mwaka. Tujitahidi, tujitoe. Uhitaji wetu wa damu of course unakwenda mpaka lita unakwenda mpaka chupa 550 kwa mwaka. Sisi wa Tanzania tuko milioni kadhaa, lakini tunashindwa kufikia hicho kiwango. Kwa hiyo tuwe na jukumu la kufanya namna hiyo, na ukichangia damu utapata faida nyingi sana, ikiwa pamoja na kujua afya yako kwa ujumla. Utajua kwamba una status yako ya virusi vya ukimwi, maini B, maini C, kaswende, na kujua grupu lako la damu. Kuna watu ambao mpaka wanazeeka damu zao hawajawahi kuzichangia, na uchangie damu. Usipochangia damu yako lazima itakufa na itazaliwa nyingine. Kwa nini usiitoe kumsaidia mtu ikamuokoa maisha ambaye yuko ICU, hawezi kujikuna, hawezi kufanyaje, lakini damu yako ukiitoa inaweza kumsaidia ikamfufua uhai wake na kuweza kufanya vitu vingine, ikawa kama ni nguvu kazi katika jamii. Na ujumbe kwa wajawazito na wale ambao wanatarajia kupata ujauzito, wanashauriwa kupata ushauri wa kitaalamu kabla ya kubeba ujauzito, ili kuepuka kujifungua watoto wenye tatizo la vichwa vikubwa na mgongo wazi, ambalo matibabu yake kiukweli ni gharama, kama ambavyo mmesikia hapa maelezo ya mtaalamu kutoka MOI. Habari zote kali za siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum, exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu. Vyote hivi unakutana navyo hapa jukwaani Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote, tupigie kupitia nambari 0712 032 208 au waweza kututumia barua pepe kupitia khomein.tv@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.